Kati ya wachungaji waliowahi kutumika katika ukanda huu wa kaskazini mashariki mwa Tanzania katika kanisa la Waadventista wa Sabato, jina la mchungaji John Kimbute huwezi ukalisahau kulitaja. Katika kila kizazi kuna watu wanaitwa si kwa ajili ya utashi wao, bali ni kwa ajili ya wito wa kumtumikia Mungu. Watu hawa ni wale wanaogusa maisha ya wengine na kuacha alama zisizoondoka au kusaulika. Jina la mchungaji John Kimbute linabaki kuwa alama ya unyenyekevu na imani isiyotetereka kwa utumishi wa kanisa hili la Waadventista wa Sabato. Mchungaji Kimbute alipitia mengi, kutoka midani ya vita ya Kagera mnamo mwaka 1978 hadi katika mimbari za kanisa la Waadventista wa Sabato, akimtumikia Mungu, akiongoza vijana na kulitumikia kundi hili kwa unyenyekevu. Mchungaji Kimbute alizaliwa mnamo mwaka 1956. Akaanza kulitumikia kanisa la Waadventista wa Sabato mnamo mwaka 1991 hadi mnamo mwaka 2025. Kwa takribani miaka 25 mchungaji Kimbute amelihudumia kanisa katika idara ya huduma za vijana. Leo ninakuletea hadithi ya mchungaji John Kimbute ikiangazia uzoefu wake wa maisha, uzoefu wake katika kazi ya kichungaji na kulitumikia kanisa katika idara ya vijana. Alizaliwa mnamo mwaka 1956 katika familia ya mzee Wilfred Kimbute katika kijiji cha Mweteni, kata ya Bwambo, wilayani Same. Tangu utotoni mchungaji Kimbute alijulikana kwa nidhamu na upendo. Nizaliwa mwaka 1956 tarehe 5 mwezi wa kwanza. Ya mzee Wilfred Kimbute pamoja na mama yangu anaitwa Edna C. walibahatika kuwa na watoto 8, wa kiume 4 na wa kike 4. Na mimi ni 4. Kuna dada zangu 3 wametangulia, lakini kwa wanaume mimi ndiye wa kwanza. Shule ya msingi ilimfundisha nidhamu, sekondari ilimfundisha wajibu, lakini elimu ya juu ilimfundisha kuhudumia wengine. Watu walikwenda darasa la kwanza ulikuwa unapimwa mkono, kama ukiweka kwenye sikio haujafikia kwenye sikio huwezi kuandikishwa darasa la kwanza. Lakini mimi nilianza kwa kweli bado nikiwa mdogo, maana hata nikiwa primary, hata nilipoenda sekondari kwa darasa mimi ndio nilikuwa naonekana mdogo. Lakini basi bahati nzuri nilikwenda shule mapema kwa sababu baba yangu alikuwa na urafiki mkubwa sana na walimu. Kwa hiyo ikawa rahisi kwenda shule mapema. Nikaenda sekondari ya Moshi ambayo ilikuwa inafahamika kama Old Moshi Sekondari. Na nilikwenda hapo kuanzia mwaka 1973. Nikawa hapo form 1 mpaka form 4. Hapo ndipo nimemaliza form 4 mwaka 1976. Ndipo nilipokuwa nimemaliza form 4. Na kwa namna hiyo nikawa nimeendelea kwa kweli. Wakati ule tena masuala ya kuendelea na shule za high school ilikuwa ni changamoto vile vile, maana zilikuwa chache. Na wakati huo Wizara ya Elimu ilikuwa imepanga kwamba wale waliofaulu sana basi wapelekwe ualimu, maana walicomplain kwamba wao ndio Wizara ya Elimu, alafu wale wazuri wote wanachukuliwa kwenda wizara zingine. Kwa hiyo wakapanga kwamba kwa mwaka huo basi wale waliofaulu vizuri baada ya kuchukuliwa wale wa form 5, basi hao wengine nafasi ya kwanza ilikuwa ni kwenda ualimu. Akiwa kijana alikuwa pia mchezaji wa mpira wa miguu, golikipa hodari aliyejulikana kwa ujasiri uwanjani na mnyenyekevu nje ya uwanja. Mimi ambacho nilikuwa ninakipenda sana wakati wa ujana, nilikuwa mchezaji wa mpira. Nilikuwa goalkeeper mzuri tu, maana hata cheti changu cha walimu, nilisoma ualimu baadaye. Nilikwenda Marangu TTC
ilikuwa ni chuo maalum kwa ajili ya lugha ya Kiingereza, lakini nilikuwa mchezaji wa mpira mzuri. Hata cheti changu cha ualimu kimeandikwa kabisa mchezaji wa mpira, goalkeeper. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana mpira. Hata nyumbani walikuwa wanajua kabisa, hata baada ya kuoa wakishasikia tu kipenga kimepulizwa, hata chakula nilikuwa naacha na kwenda kucheza mpira. Mnamo mwaka 1976 hadi 1978, kumbukumbu zinanikumbusha kuwa Tanzania ilijikuta katika vita dhidi ya utawala wa Idi Amin wa Uganda. Vijana wengi waliitwa jeshini na miongoni mwao alikuwa mchungaji Kimbute. Unajua swala la ujana, vijana wana nguvu, wana morali. Na unajua kule jeshini wanaandaliwa kwa namna ambavyo kisaikolojia unaona kwamba huoni kifo zaidi kuliko kuona ushindi na fahari utakayopata baada ya zoezi. Na hata hivyo mazoezi yale ya uongozi yanakupa ujasiri fulani. Nakumbuka zoezi moja ambalo lilikuwa linaitwa exercise kaza roho, apigiwa silaha zote na crow hapo. Kwa hiyo linakupa ujasiri fulani, lakini ukweli ni huu, hata swala la kuokoka kwenye vita sio ujanja wa askari, ni Mungu anaongoza watu. Sababu hata waliokufa sio kwamba ni wazembe, kwa sababu ni Mungu tu anaye. Kumbuka hata majeshi ya Tanzania walikuwa wanaimba, waliokufa wamekufa kishujaa, waliorudi wamerudi kishujaa. Wakati huo ilikuwa kwamba kila anayemaliza chuo ilikuwa inalazimika kwenda JKT, Jeshi la Kujenga Taifa. Na mimi nilipokwenda kule nilikuwa na ujasiri fulani kwamba kila kinachofanyika nikifahamu. Sasa baada ya kumaliza ile elimu ya awali ya ukuruta, basi nikawa nimeombwa vile vile kuchukua kozi ya uongozi wa jeshi. Na kutokea hapo sasa ndipo hayo mambo sasa ya vita yakatokea na nini. Kwa hiyo tukawa kule, na sasa baada ya vita na nini, kiukweli ni kwamba nilikuwa nimeombwa sana nibaki kule jeshini, lakini nikasema basi ngoja nirudi nyumbani niendelee na kazi yangu ya ualimu. Ujasiri wake uligeuka kuwa ushuhuda wa imani, ushahidi kwamba hata kwenye mapambano ya kivita sauti ya Mungu haikuzimwa. Vita ni vita. Lakini tunashukuru Mungu kwamba Mungu alituokoa, na hilo ni moja ninaloshukuru kwamba katika uzoefu huo, kwanza swala lenyewe la imani lilikuwa ni zito, maana kupumzika siku ya Sabato ilikuwa ni changamoto kubwa. Ninakumbuka tu kwamba hata wakati nikiwa Mafinga JKT, wakati ninatoroka ili kwamba sasa niweze nikatunza Sabato, hata kanisa kule Mafinga lilikuwa halipo, kumbe kuna kundi lilikuwa dogo hapo. Kumbuka tu siku moja nilipokuwa nimetoroka, maana unatoroka asubuhi wakati wa mchaka saa 11, nikaingia porini hapo kama kujisaidia, wenzangu wakaendelea. Sasa kuna karibia kupambazuka, nataka kutoka ili niende kule Jones Corner ingalau nishinde huko, ili nikirudi jioni basi Sabato imeisha nisifanye kazi na Sabato. Nikakuta afande anatoka mjini anarudi, nikajificha kwenye kichaka nikalala chini hapo ili asinione. Na wakati huo nikilala nikuta kuna kitu kinanyanyua hatimaye, lakini nikisema ninyanyuke sasa afande ataniona. Alipopita natoka pembeni nakuta nilijoka likubwa nimelilalia, lakini nashukuru Mungu kwamba yale maeneo ni ya baridi sana. Kwa hiyo asubuhi hiyo nyoka hakuona shida, lakini najua kwamba Mungu ndiye aliniokoa. Na siku hiyo hiyo nilipofika Jones Corner ndipo nikapata mahali ambapo kulikuwa na kundi la Waadventista wa Sabato wanaabudu. Alirejea nyumbani na kuanza kutumika kama mwalimu katika shule mbalimbali kijijini hapo. Baada ya muda alipokea wito wa kusoma masomo ya kichungaji, na ndipo ukawa mwanzo wa huduma hiyo. Pastor Godson ananifahamu tokea kuzaliwa. Yeye alikuwa mwalimu akifundisha hapo kwa Mshitu shule ya mission. Na wakati huo mwaka 1956 nilipozaliwa, wazazi wananiambia nilipozaliwa ndipo Pastor Godson naye aliondoka kwenda uchungaji kutokea ualimu. Na yeye ndiye alinikatia jina. Sasa hivi naitwa John, lakini nyumbani walikuwa wananifahamu kama Yohana. Na hilo jina Yohana alinikatia Pastor Godson, na akawaambia wazazi huyu anaitwa Yohana maana atakuwa mbatizaji. Wakati huo
Pastor Mbwana ndiye alikuwa katibu wa conference. Aliandika barua kwenda Wizara ya Elimu. Nikachukua hiyo barua, nikaenda kwenye ofisi ya elimu wilaya Same, nikaenda Moshi. Jioni yake mabasi wakati ule yalikuwa yanakwenda usiku kwenda Dar es Salaam, nikaenda Dar es Salaam. Kesho yake nikaingia Wizara ya Elimu, nikapelekwa huduma za walimu, na hatimaye nikaambiwa nikae wakajadili na nikapewa barua. Kwa hiyo nilifanya kuombwa. Kwa hiyo kwa ukweli ni kwamba kwa mara ya kwanza niliombwa tu kwa miaka 2, kwa sababu Pastor Mbwana aliandika kwamba tunamuomba aje afundishe somo la dini. Kwa hiyo nilichukuliwa kama mwalimu wa dini. Lakini wakati huo wakijua kabisa kwamba, na wakasema tutampeleka shule, na wakati huo wakijua kwamba wanampeleka shule ya theolojia. Na sasa baada ya kupata acceptance letter ya kwenda chuoni, ndipo kamati ya conference wakasema asiende chuoni kwanza, akaanzishe mtaa wa Bwambo. Ndipo baada ya miezi 9, maana wakati ule chuo cha University of Arusha, wakati ule TAC walikuwa wanaenda mwezi wa 9, basi mwezi wa 9 ndipo nikaenda sasa kuanza masomo ya theolojia. Ukweli ni kwamba kwenda uchungaji haikuwa kazi rahisi kama nilivyokwisha kusema. Baba mzazi alikuwa mtu wa kiroho sana. Mimi tangu nikiwa mdogo alikuwa mzee wa kanisa, mhazini wa kanisa. Lakini kwa kweli alikuwa ananipenda sana kwamba niwe karibu sana naye. Nakumbuka tu yeye na mama wakati nilipoondoka kwenda chuo cha theolojia walilia machozi kwamba ninawaacha. Lakini aliyenitia moyo sana kuendelea na safari alikuwa ni marehemu mke wangu. Alipenda sana kuwa niwe mchungaji na alinitia moyo sana. Sasa baada ya kumaliza chuo wa miaka 2, diploma ya theolojia, nilianzia kazi sasa Chome, mtaa wa Chome. Mtaa wa Chome ulikuwa na changamoto kubwa. Hata chuoni mwalimu akifundisha, Pastor Kiboko alikuwa anasema ukimaliza usije ukapangwa Chome. Ilikuwa ni mtaa ambao kwa namna fulani ulionekana wenye mambo kadhaa, lakini kwa neema ya Mungu nikapangwa Chome na nikakaa pale Chome kwa muda wa miaka 3 na miezi 6. Na kwa neema ya Bwana nilipoanza tu pale Chome, baada ya kumaliza mwaka 2-3 kabla hata sijaja ofisini niliwekewa mikono. Mungu alinibariki kwamba nilikuwa napenda sana uinjilisti, na karibu kila mwezi nilikuwa natoka Chome kwenda kufanya effort. Na kumbuka Pastor Mkiramwene alikuwa ndiye mlezi wangu akiwa mtaa wa Suji. Baada ya kuwekewa mikono ndipo akaniambia, nimewaambia watu wa conference huyu mtu anasumbua sana, maana na watu wengi sana wakubatiza, mwekeeni mikono ili abatize mwenyewe. Na kwa namna hiyo basi baada ya hapo ndipo nikachaguliwa kuingia conference kama mkurugenzi wa vijana. Katika utumishi wa kichungaji na mkurugenzi wa idara ya vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato ukanda wa kaskazini mashariki mwa Tanzania, kwa miaka mingi mchungaji Kimbute aliishi porini na vijana. Aliwafundisha nidhamu, ujasiri na imani katika mazingira magumu. Alijua kwamba vijana si nguvu ya taifa, bali ni kizazi kinachopaswa kutayarishwa kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili. Ukweli ni kwamba kambi zote mkono wa Mungu ulionekana. Moja, kuendesha kambi za vijana kwa miaka yote hiyo, alafu vijana watoke salama. Hakuna aliyefia kambini. Hakuna aliyejeruhiwa kiwango ambacho sasa kinakatisha tamaa hata kuahirisha kambi. Pili, mapori yote yananyoka. Hata wakati mwingine wenyeji wanakuambia hapo mlipo kambika hapo ndio barabara ya nyoka fulani anapitia hapo, lakini unakuta kwamba mnaenda na kambi mpaka mnamaliza. Unaweza tu kaona jamani nyoka amepita mahali fulani, nyoka amepita mahali fulani. Nakumbuka wakati fulani tukiwa kwa koa, nimetangulia tu sasa ili kuandaa kambi, na siku 2 ya 3 wanaingia, kufika tu barabarani nakuta wananchi wanamuua chatu. Sasa nawauliza jamani huyu katoka wapi? Asema hapo mnapokambikia ndipo ametokea hapo. Tunashangaa amekuja barabarani, na sasa huyo Mungu wenu ni mkuu, maana sasa tumeshamuua.
Kwa hiyo Mungu alitenda muujiza, lakini miujiza mingine mikubwa. Kuna wakati mnakambika, kuna mvua kabisa, mnaona hapa watu hawatoki na mahema ya vijana yote hayako salama, hata tu ya sisi wachungaji hayako salama. Unamuomba Mungu, mvua inapita juu mpaka mnamaliza kambi. Yaani wanaokuja pembeni huko wameloa, ninyi kambini ni kukavu kabisa mpaka mnamaliza kambi. Ni baba, mwalimu na rafiki. Kila kijana aliyekutana naye aligusa imani yake kwa namna fulani. Hii leo akiwa amekamilisha safari yake ya utumishi, bado anaendelea kuhudumia kwa njia ya ushauri na mafundisho. Ili kuweza kufanya kazi vizuri na vijana, ni lazima uwafikie mahali walipo. Mfano mzuri ni Yesu. Asingeweza kutuokoa akiwa makao ya amani. Alishuka akachangamana nasi. Kinachotushinda ni kuchangamana na vijana. Haina maana nikichangamana nao nitakuwa sawa na wao, lakini watakuwa huru kunieleza changamoto zinazowafikia. Roho ya nabii inasema hivi, mishale mingi inaelekezwa kwa vijana. Na anasema ni wale tu wanaomuomba Mungu na kwa unyenyekevu wakiwasogelea vijana karibu, wataweza kuwaokoa. Kwa hiyo vijana wanahitaji uwasogelee karibu, wajenge tumaini kwako, kwamba hata tukimwambia kwamba mimi sasa hivi nimefanya hivi mchungaji nifanyeje, anajua kwamba moja, utamtunzia siri zake, lakini utamuelekeza katika njia iliyo sahihi. Kama kuna mambo unayotaka wazazi wafahamu, mtashauriana na huyu kijana kwamba ile hapa lilikofikia, hebu tukawaeleze wazazi ili wasije wakalistukia, ili wakusaidie mambo yaende vizuri. Kwa hiyo ni kuwasogelea karibu na vijana, alafu uwachukulie kama walivyo, sasa uwaelekeze katika njia iliyo sahihi. Haina maana kwamba utawadekeza katika dhambi, la hasha. Mahali pa kuwakemea utawakemea, lakini kwa upendo, kwamba jamani, hili litatufanya tukose uzima wa milele. Katika maisha ya mchungaji John Kimbute alipitia mafanikio mengi, na hasa yaliyofanikishwa na familia yake. Pamoja na mafanikio, hakukosekani changamoto. Ukweli ni kwamba familia yangu imetoa mchango mkubwa sana. Marehemu mke wangu, watoto walinipa sapoti ya hali ya juu mno. Yaani pamoja na kwamba ilikuwa ni kazi ya ofisini ya mtaani, lakini hata kwa tunakwenda pamoja. Nakumbuka kwamba mke wangu na watoto, hakuna kambi ambayo hatukwenda pamoja. Kambi ambazo hatujaenda nao pamoja ni za huko Amerika, ndio sijakwenda nao, na huko Uingereza na Ujerumani. Lakini habari ya Uganda tulikwenda wote, kambi zote za conference za union tulikuwa tunaenda wote, na walikuwa wananipa sapoti kubwa. Na hata wakati mara kadhaa mke wangu alikuwa ananisaidia kuniambia kwamba hasa chakula kitakuaje cha wachungaji na nini, alikuwa anashirikiana sana na masekretari wote waliokuwa ofisini. Ninakumbuka kabisa tu kwamba hata mke wangu alipolala, kambi ya kwanza niliyofanya baada ya mke wangu kulala, binti zangu walisema hatuwezi kumwacha baba mwenyewe, walikuja wakanisapoti na wajukuu ili nisijione kwamba niko upweke. Ni uzoefu mkubwa kutembea, kuishi na kuvumiliana na kundi hili linalopitia ukuaji tofauti. Mashauri yake yamejengeka katika kuwa waaminifu katika kila nyanja. Anasisitiza pia kujua namna ya kuishi na rika hili muhimu. Changamoto moja kubwa ni viongozi, siwezi kusema wengi, lakini baadhi ya kutoelewa kwamba namna ya kuwahandle vijana. Maana viongozi wengi lebo tu vijana kwamba ni waasi. Kwa hiyo hata huduma zao kanisani unaweza wengine wanakubalika, wengine hawakubaliki. Kwa hiyo unapata simu nyingi zinakuja, mpaka wakati mwingine anasema hawa vijana wako. Kwa hiyo mpaka wasema ni vijana wangu, wasema jamani sio wa kwangu, hawa vijana ni wa Mungu, kwa sababu sasa nimezoeana nao wanafanya hivi na hivi. Kwa hiyo ile hali ya kukubaliana na vijana, Roho ya nabii nasema tuwakubali kama walivyo, ili tuwatengeneze wakae kama walivyotakiwa kukaa. Kutoka kwenye uwanja wa vita hadi katika madhabahu, maisha ya mchungaji Kimbute ni kielelezo cha imani isiyochoka.
ni ushuhuda kwamba mtu anapompa Mungu nafasi, historia yake hubadilika kuwa baraka kwa wengine. Ninamshukuru Mungu kwamba malezi niliyopata kutoka kwa baba na mama na kanisa kwa ujumla yaliniimarisha. Na hapo ndipo ninapokazia kwamba malezi ya utoto na vijana ni ya muhimu sana katika maisha ya wanadamu. Kwa sababu nilitoka kabisa nikijua kabisa kwamba Mungu ndiye apewe nafasi ya kwanza. Kwa hiyo tangu hata kule jeshini, nikiwa shuleni, nikiwa kazini, hata wakati nikiwa mwalimu, hakuna kambi la vijana lililowekwa la conference au la union au la division ambalo sijahudhuria. Na nikiwa mwalimu, swala ni kwamba nilikuwa mwaminifu kazini kwa serikali. Kwa hiyo saa ninapoomba ruhusa hawakuwa na shida. Naeleza tu kwamba vipindi nitafidiaje. Kwa hiyo ni mmoja wa wale ambao nilihudhuria hayo makambi, mengine huko Nairobi, wapi, bila shida yoyote. Na vile vile hata wakati naendesha mgambo, nakumbuka tu wakati wa kwenda piga shabaha, walikuwa mara nyingi wanapenda kufanya weekend, na kwa mara nyingi wanafanya Jumamosi ambayo ni siku ya ibada. Lakini nilieleza masuala hayo kwa wilaya na kwa mkoa kwamba mimi kama mliyenikabidhi hawa watu, lakini siwezi kupiga shabaha siku ya Sabato. Kwa hiyo kama mnahitaji tumalize, basi iwe Jumapili. Na walinielewa na wakafanya hivyo. Kwa hiyo zile silaha zililetwa baada ya jua kutua, na hatimaye Jumapili ndio tukapiga shabaha. Hatimaye mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo hata pass out haikufanyika siku ya Sabato. Walielewa na walichunguza, wana details zote toka JKT na kwingine jeshini nilikopita, wakaelezwa wazi kabisa kwamba huyo siku ya Sabato hawezi kufanya chochote, anakwenda kwa ibada. Hata nikiwa hapo na bado ni mwalimu, nilikuwa naenda kuhubiri na combat ya jeshi, ndio nilikuwa naweka Biblia yangu hapo na kwenda effort. Nikimaliza na kwenda kuendelea na mambo ya jeshi, na kwenda kuendelea na mambo ya shule. Kwa hiyo halikuletea shida, maana walinielewa tangu mwanzo. Ni nini tunajifunza kupitia maisha ya utumishi wa Mchungaji Kimbute? Yawezekana ikawa ni shauku yako kutaka kufahamu zaidi wito wa Mchungaji Kimbute kwa sisi tuliosalia katika utumishi. Ukweli ni kwamba kwanza hii kazi sio yetu, ni kazi ya Mungu. Alafu kukabidhiwa roho za conference nzima au za union au kungine kokote au hata kanisani. Maana saa ya hukumu hutaulizwa tu maisha yako, utaulizwa na wakati ulipokuwa kiongozi uliwatendeaje watu wa Mungu. Ukweli kwa kanisa la Mungu aliye hai hakuna kupanda cheo, ni mzigo unaoongezewa. Nakumbuka wakati fulani Pastor Mbwana alipochaguliwa kwa mara ya kwanza kuwa president, mtu mmoja akamwambia hongera. Alimkemea akamwambia, mimi nimetwishwa gunia la chumvi kichwani nilibebe mwenyewe, hiyo ni hongera au ni pole? Kwa hiyo kupewa uongozi kwa kanisa la Waadventista wa Sabato sio cheo, sio kupanda cheo. Kunahitaji kumtegemea sana Mungu, ili Mungu ndiye akuelekeze ufanyeje. Ni kweli kabisa kwamba ukimtegemea Mungu, hata kama umechaguliwa kwa mara ya kwanza, kupata hofu ni muhimu, lakini hofu inaondolewa na kumpenda Yesu. Kwamba Yesu ndiye akwambie sasa unafanyaje, hili hapa utafanyaje. Ukimshirikisha yeye mwenye kazi, atakuongoza kwa namna ya kufanya. Kwa hiyo mimi napenda tu kushauri washiriki wenzangu na vile vile wale ambao wanaingia vijana hata wazee, kupewa nafasi ya uongozi ndani ya kanisa la Mungu aliye hai ni tofauti kabisa na madhehebu mengine, kwa sababu ni mzigo kwa ajili ya uzima au mauti kwako mwenyewe na wale unaopewa kuwaongoza. Maana mwisho Mungu hata kuuliza umefanya makambi mangapi, hata kuuliza umeketisha vikao vingapi, hata kuuliza wangapi umewatengeneza kwa ufalme. Swala la muda ni la muhimu sana katika maisha ya utumishi. Kama kuna mtu ambaye anapaswa kutunza muda, ninamshukuru Mungu kunipitia jeshini, kwa sababu swala la kiroho nalo ni vita.
Ndio maana hata katika dunia yote walio makini sana katika muda ni wanajeshi. Kwa sababu ukishapoteza dakika moja, ujue umekufa au umetekwa. Ni msomaji makini wa Biblia na vitabu vya roho ya unabii na mchambuzi wa matukio ya siku za mwisho. Sasa Mchungaji Kimbute amestaafu baada ya kufanya kazi ya kichungaji kwa zaidi ya miaka 40. Ukweli ni kwamba Biblia imesema asomaye na afahamu. Na kama kuna kanisa lenye hazina kubwa ya neno la Mungu ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Maana tuna Biblia, lakini tuna vitabu vya roho ya unabii, lakini vile vile tuna waandishi wengi wanaoaminika walio kwa wamejikita kwa neno la Mungu vile vile na roho ya unabii. Na swala la unabii ni swala ambalo tunapaswa kujikita kwalo, kwa sababu kanisa lenyewe la Waadventista wa Sabato ni kanisa ambalo limeitwa ni kanisa la masalio la unabii wa Biblia. Sasa bila unabii ili kanisa huwezi kuelewa kwamba tuko wapi, tunaenda wapi. Unajua, mara kadhaa nimesema kwamba wasafiri wa kimataifa wanakuwa na vitu viwili, wanakuwa na ramani alafu wana ratiba. Ndio maana ukita hata watalii wanapokuja hawaulizi kwamba wapi ni wapi, maana ana ramani. Na siku hizi basi kuna hata ma GPS na nini, anaangalia tu alafu anakwenda. Na ukweli ni kwamba ramani yetu kubwa ni Biblia na ratiba yetu ni roho ya unabii. Sasa ukiacha hayo mawili, utakuwa tu ni mhubiri wa kawaida kama hao wengine wanavyohubiri, na hutaweza kuona ni nini ukweli wa leo. Maana mahubiri ni mazuri, yote ni mazuri, lakini kuna kile kinachoitwa present truth, ule ukweli wa leo ambao ndio hitaji la watu kwa wakati huo. Na huo sasa huwezi kuupata kwingine isipokuwa kujikita kwa Yesu Kristo na unabii. Na kwa namna hiyo mimi ni ambacho nimemshukuru Mungu, kabla hata sijaingia uchungaji, wainjilisti wa vitabu walikuwa wanapitisha vitabu. Mwanzoni sikuwa na hamu sana ya kusoma, nilikuwa nasoma vitabu vingine huko. Maana unajua nilikuambia kwamba nilikuwa napenda sana michezo. Unajua nilikuwa nimebobea huko kwenye michezo mpaka nikawa ninacheza mpira, lakini vile vile nilikuwa ni kocha, lakini vile vile nilikuwa ni referee. Mpaka wilayani nilikuwa nachezesha mpira. Sasa nikawa napenda sana kusoma vitabu. Sasa nilipokuja sasa, wainjilisti wakipita kila kitabu wakija, walikuwa wananiambia mwalimu kitabu, mwalimu kitabu. Sasa wakati mwingine sikuwa nachukua ili nisome, lakini nilikuwa nasema ngoja nichukue waende. Sasa ninapochukua naweka. Sasa nilipoanza kupewa uongozi wa vijana, sijawa mchungaji, nimepewa uzee wa kanisa na natakiwa sasa niende nikahubiri. Cha kwanza nilichokuwa nimeweka akilini mwangu, siwezi kuhubiri hilo kila Sabato. Sasa ili usihubiri hilo lazima usome. Na sasa walimu nao kanisaidia, kwa sababu walimu huwa wanabadilishiwa silabasi karibu miaka baada ya miaka, na unapaswa kujua kwamba nini kinatakiwa kwa wakati huu. Kwa hiyo mimi kilichonisaidia na kinachonisaidia mpaka sasa ni kusoma Biblia. Pili, lakini usiisome kama gazeti, kuomba sana ili Mungu akufunulie, lakini na kuangalia historia inavyokwenda na ilivyokwenda. Lakini unabii unaweza ukauelewa vizuri kwa vitabu vya Mama White, vile ambavyo wanaita conflict series. Vinakueleza pambano lilipoanza, lilikopita, liliko mpaka litakapofikia mwisho. Hii ni hadithi ya Mchungaji Kimbute, mwalimu, mchungaji na rafiki wa vijana. Safari yake ya maisha na utumishi ni somo ya kwamba imani ya kweli haipotei, bali inaendelea kuangaza hata baada ya kustaafu. Nipende kutoa wito kwa vijana wa North East Tanzania Conference kwamba baada ya Mungu kuchagua viongozi wengine kwa ajili ya muhula mwingine 25-30, kama ambavyo nimekwisha kusema kwamba kazi ya uongozi ni kazi ya Mungu. Tumeitwa kutumika wala sio kutumikiwa. Nipende kuwaambia vijana kwamba
tumpatie ushirikiano mkubwa mkurugenzi ambaye Bwana amemleta kwa wakati huu, mchungaji Emmanuel Wazweli. Wale ambao nimekwenda katika huduma yangu ya kichungaji mtaani, kule Chome, kule Buruka, kule Bwambo, nilizoea na napenda kusema tena kwamba saa ninapohamishwa kwenda kwenye kitengo kingine, nilikuwa nazoea kusema na bado nasema kwamba sauti yangu ife isikike sauti ya aliye kwenye zamu. Hii haina maana kwamba hatutasaidiana katika kazi, lakini yeye sasa ndiye Mungu amemuita kwa wakati huu tuisikilize sauti yake, nami nitakuwa naisikiliza sauti yake kwa hali ya juu sana. Kinituma kazi nitafanya, kinielekeza nitafanya, maana yeye ndiye kiongozi ambaye Bwana amemuita. Na hii ndio hadithi ya mchungaji John Kimbute. Mchungaji Kimbute sasa amestaafu, lakini mafundisho yake, malezi yake na mashauri yake hasa kwa vijana yataendelea kudumu. Mimi ni Joseph Emmanuel niliyekuandalia makala hii kwa niaba ya timu nzima ya mawasiliano katika Conference ya Kaskazini Mashariki mwa Tanzania.